Hello Tanzania, mimi jina langu ni Irene Kilenga, unaweza kuniita baby mama, ni mtangazaji wa EFM, lakini ninafuatilia sana habari za kijamii kupitia Mkoi TV. Mkoi TV ni YouTube channel na wewe nakutaka uhakikishe una subscribe na kutazama. Lakini zaidi, ukishatazama ukipata habari za kijamii, visa na mikasa inayotokea kwenye jamii, bofya alama ya kengele. Thank you. Mkoi TV. Asante sana mtangazaji. Awali ya yote napenda kumshukuru mwandishi wa habari Mkoi TV na EFM kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kueleza mkasa huu ambao bali ni kama wa kwangu, kwa sababu huu mkasa unanihusu mimi kama mzazi wao, kwa kuwa ni wajomba zangu ndio mkasa huu, afu na mimi ndio msimamizi wao. Mimi naamini mkasa huu nikiueleza hapa EFM tutapata mawazo mtambuka ambayo nitaweza kutuliza na mimi ubongo wangu, kwa kuwa nimefikiria, nimeabeba muda mrefu. Sasa leo hii nashukuru Mkoi TV kwa kunipa nafasi hii, kwa kuwa ni muda mrefu nimekuwa na kutafuta, na takriban mwezi wa tatu sasa. Leo hii nashukuru sana kushare huu mkasa na Watanzania wenzangu, na si Watanzania tu, kwa kuwa EFM inasikika mpaka nje ya mipaka nchi nyingine. Basi naamini hata wananchi wa Tanzania, wananchi wa dunia hii wanaweza wakasikia mkasa huu wa Afrika wakaweza kunisaidia, kwa kuwa ni mkasa ambao kwangu ni changamoto. Nimejaribu kukaa ni kufikiria, ikabidi tu nimtafute Mkoi ili tuweze kuyaongea haya mambo. Na nilichokuwa naomba Watanzania wenzangu tuweze kupata mawazo ya haraka, kwa kuwa huu mkasa unaweza kusababisha matatizo makubwa, watu kupeana majeraha au kuuana kabisa, kwa kuwa huu mkasa ni mkasa wa ndugu wawili ambao wamezaliwa tumbo moja, ambao ni wajomba zangu waliozaliwa na dada yangu, ambao dada yangu sasa hivi ameshapasi. Kwa bahati mbaya Mungu alimemchukua. Sasa nimebakiwa mimi kama mimi ndo mlezi wao, na mimi ndio niliachiwa niwalee, kwa kuwa sasa mimi ndio nimepaswa kusimama mimi, na mimi nimeona kama vile sasa yananielemea. Nimealeta hapa kwenye jukwaa la EFM ili waweze kushare mawazo. Naombeni sana Watanzania wenzangu, mnisaidie sana. Awali ya yote nipende kujitambulisha kwanza kwa majina yangu na mahali ninapotoka. Kwa majina, mimi najulikana kama Innocent Ernesti, natokea kaskazini Kilimanjaro, Moshi vijijini, Mkalama, wilaya ya Hai. Wengi wanaojua wilaya ya Hai ni maarufu sana, kwa kuwa wilaya ya Hai tulikuwa na bunge wetu ambaye alikuwa anagombania urais, ambaye ni Mheshimiwa Freeman Ekaeli Mbowe, na yeye mheshimiwa na huyo mheshimiwa kidogo alitutangaza kwa upana mkubwa mpaka Hai ikawa iko juu. Mimi nimezaliwa ni mtoto wa pili. Baba na mama yetu alifanikiwa kuzaa watoto wawili, ambaye ni mimi na dada yangu. Dada yangu ndio wa kwanza, ndiye aliyeweza kuwapata wajomba zangu wawili, na mimi nilikuwa ni wa mwisho wa pili. Kwa bahati mbaya au nzuri, wazazi wangu wote walishapasi. Wazazi wangu walishapasi na dada yangu amepasi, ndio aliyeniachia wajomba wale naishi nao kama ndugu zangu, na mimi kama baba yao mama yao. Mimi nimesoma shule ya Kikavu Chini, shule ya msingi Kikavu Chini. Shule ya sekondari niliyosomea mimi nimesoma shule ya Tambarare Nguzo 4. Wengi wanaoijua Moshi vizuri, shule ya Tambarare wanaijua vizuri, ambao tuliosoma miaka hiyo ya nyuma, mwaka 2003. Kwa hiyo mimi ndiko tulikotokea, na mkasa wangu ndiko uliko kuepo pamoja na wajomba zangu huko. Kama nilivyotangulia kusema awali, tulizaliwa wawili katika familia hiyo ya wazee wetu hao wakinashio. Dada yangu ameshafariki, lakini dada yangu alibahatika kupata watoto wawili wa kiume ambao ni Jackson na Jeremia. Hao watoto niliachiwa mimi kama mimi ni mlezi wao wakati mama yao alifariki.
Hawa watoto kwa sasa hivi wana umri wa miaka kaka mtu ana miaka 32, mdogo mtu ana miaka 29. Kwa hiyo katika mkasa huu, baada ya kuzaliwa maanko zangu, na wenyewe walibahatika kusoma shule hiyo niliyosoma mimi ya msingi na sekondari. Basi walivyomaliza shule zao walimu za msingi, anko wangu Jackson alisafiri kwenda Dar es Salaam, na anko wangu akabaki nyumbani. Anko wangu mkubwa alibaki nyumbani. Anko wangu mkubwa alibaki nyumbani, kazi zake zilikuwa za kawaida tu hapo nyumbani. Alikuwa anafanya kazi za kawaida. Alikuwa yeye kazi zake yeye ni kwenda mashambani kulima na kupata chakula. Anko wangu Jackson alienda mjini kwa ajili ya biashara, kwa sababu alikuwa anapenda sana biashara, alisomea somo la biashara. Anko wangu mkubwa tuliyekuwa naye kijijini alifanya kazi za kilimo, lakini alipata fursa nyingine, akawa anapandisha watalii mlima Kilimanjaro. Mlima Kilimanjaro wanaita game au kupandisha mlima Kilimanjaro huko. Kwa hiyo ndio ilikuwa kazi yake kuu ambayo anaifanya. Aliacha ana habari ya shamba kulima, akarudi kwenye kazi ya kupandisha watalii. Alipofikisha miaka yake hiyo, alifikisha miaka yake 31, alitaka kuoa apate mwanamke wa kuishi naye, na alimpata binti mmoja aliyetokea Rombo Tarakea Mwika. Kwa hiyo siku alivyompata huyo binti, alikuja kunishirikisha nikiwa mimi ndio mzazi wake wa karibu, ili kwenda kujitambulisha. Kweli tulichukuana hapo, na nilimtafuta mzee wa karibu ambaye alikuwa yuko karibu na mimi, ambaye anayeitwa Kimaro. Ndio tulienda kujitambulisha huko, na tulienda kujitambulisha huko. Tulivyojitambulisha huko mambo yalikuwa mazuri, aliweza kukubaliwa na mahari alitoa, na vigezo vyote alivyopewa ukweni kule tulivimaliza, kwa sababu tuliongea si wazee tukavimaliza, na wakavishana pete. Kuvishana pete, kipindi hicho anko wangu bado alikuwa anapandisha wazungu mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo kidogo angalau hali yao ya uchumi ilikuwa ni nzuri, wala haikuwa ni mbaya. Kwa hiyo waliishi maisha hayo mpaka walipobahatika kupata mtoto mmoja. Walipobahatika kupata mtoto mmoja, nakumbuka bila shaka ni mwaka 2019, kwenye ule mwaka ambao ulikuwa na changamoto nyingi ya corona, na wakati huo bado watalii walikuwa wanapungua kidogo, basi yeye akawa maisha yake akaanza kushuka. Kipindi hicho na mjukuu wangu aliyempata alikuwa anafikisha kama miezi 8 hivi, miezi 8 kwenda mwezi wa 9. Hivyo walipambana hivyo, mimi nafanya biashara zangu, kwa kuwa mimi ni mfanya biashara wa mazao ya vyakula. Nilikuwa nachuuza ndizi mashambani, napeleka kwenye masoko mbalimbali katika kila mkoa. Hata Dar es Salaam pia nilikuwa nafikisha mzigo hapo mahakama ndizi. Nilikuwa nafikisha mizigo mara kwa mara, mpaka leo hii ndio kazi yangu kuu. Sasa Watanzania wenzangu, kilichotokea pale, ilifika wakati ule wa corona, watalii wote wakastop kuja kulingana na yale maambukizi. Kwa hiyo hali yao ya kiuchumi ikawa ngumu sana. Hali yao ya uchumi ilivyokuwa ngumu sana, wakakubaliana wao kwa wao, mimi ikiwa sipo. Hiyo taarifa mimi natoa kwa sababu mimi nilikuja kupata baada ya wao kufikia miafaka yao ya ndani. Wakaja wakakubaliana kwamba kwa kuwa hali ya uchumi pale nyumbani kwao imekuwa ni ngumu, basi yule mwanamke, kwa kuwa yeye alikuwa yuko ana ndugu zake Dar es Salaam huku, akasema basi mimi naenda Dar es Salaam kwenda kufanya biashara yoyote, ili angalau tukizi mahitaji hapa nyumbani, na siku kama corona itaisha basi tutaendelea biashara, na kama nitapata mtaji nitarudi huku tufanye biashara nyingine ambayo inaweza kutupatia kipato. Basi walivyokubaliana, waliagana. Yule mwali wangu akaondoka akaja Dar es Salaam. Na alikuja Dar es Salaam kwa lengo la kupambana ili wapate hata mtaji wa kwenda kuzungusha kule, kwa kuwa walikuwa tayari ni watu wa ndoa, watu wenye ndoa yao, kwa kuwa walikuwa washamaliza habari ya malipo ya mahari na pete walikuwa wamevalishana.
ni kitu kidogo tu ambacho walikuwa wanataka kufanya tu, labda sherehe, labda kualika ndugu na marafiki zao waliosoma nao ili kufanya sherehe fulani hivi ili wafarijike na wao kama watu wengine. Walipoondoka huko, alipotoka kule mwali wangu alipotoka Moshi kule akaja Dar es Salaam, akaja kupambana Dar es Salaam. Yeye alikuwa anafanya kazi kwenye hoteli fulani hapo Mbezi Beach. Yule anko wangu alibaki kule nyumbani, tukawa anaendelea na naso zake za kawaida za kupambana, kutafuta riziki na kuangalia maisha mengine ya kwake mwenyewe, akiamini kwamba mke wake huku Dar es Salaam alikuja kupambana, na kwa kuwa alikuwa anamwamini, aliamini kwamba atakachokipata basi watakuwa wanashirikiana kwa ajili ya kuendeleza maisha ya kule nyumbani. Kwa kuwa mwali wangu alikuja Dar es Salaam huku kuja kufanya biashara, hakuwa na shaka sana. Ila mkumbuka Tanzania wenzangu kwamba kuna anko wangu mwingine mdogo ambaye ndio mdogo wake huyu ambaye yuko kule nyumbani. Anko wangu ambaye tuko naye kule nyumbani sasa, ambaye yeye yuko Dar es Salaam na yeye alikuwa naye ni mfanya biashara. Sasa anko wangu huyo alikuwa maeneo ya mwali wangu alipokuja kufanya biashara, alikuja kufanya maeneo ya Mbezi Beach, mitaa ya Tangibovu Makonde. Kwa hiyo na anko wangu alikuwa mitaa hiyo huyo anko wangu mdogo, naye alikuwa ana biashara zake anafanya, anakuwa na maduka ya jumla, alikuwa ameshabarikiwa na Mungu, kidogo ana uwezo, alikuwa amejenga nyumba yake nzuri, alikuwa ana usafiri. Kwa hiyo maisha yake kwa ujumla alikuwa sio mabaya wala hayana changamoto sana. Alikuwa na ofisi mbalimbali za hardware, alikuwa na hardware kama ofisi takriban kama 6-7 ambazo ndio alikuwa anamiliki yeye na maduka hayo ya jumla. Sasa Watanzania wenzangu, kilichotokea pia mimi kichwa changu kinaniuma, kwa sababu huwa mimi nilipopata story hiyo mpaka nilipofikia mpaka sasa hivi nawaambia ni yamenishinda. Yani kana kwamba naona kama ananishinda, lakini mimi ndio mlengwa, napaswa mimi niyasimamie. Ndio maana nikayaleta kwenu ili tuweze kushirikiana kwa pamoja. Yani Watanzania ni kama vile sielewi, kwa kuwa kama labda Mwenyezi Mungu aliruhusu hili jambo litokee, kwa kuwa ni mambo ambayo yani kwa kawaida sijawahi kuyaona toka mimi nimezaliwa, lakini kwa hapa sasa naona labda nilikuwa kuyaone sio magorofa bali uyaone mambo kama haya. Yani kuna wakati mwingine unaweza kuniona mtangazaji, mwandishi wa habari, mimi naenda kujificha sehemu hata kupuliza kidogo moshi angalau ili kupunguza stress, kwa sababu stress zinakuwa ni nyingi. Yani kwa kuwa hao watoto wangu ambao ni wajomba zangu wananichanganya sana. Watanzania wenzangu, mkasa huu ukikufika wewe na hizi si wewe, labda sijui utatoa ufafanuzi gani au utawaelewesha nini ili waelewe na wajue uko upande gani. Kwa hiyo mimi kama mimi nimeshindwa, hebu naomba wewe kwa uwezo wako wewe ungeweza kuelewesha na mimi unipe ufahamu wako na mimi niweze kuwaelewesha hao bwana, ili pasitokee hiyo hali ya hatari ambayo tuliyoongea hapo awali, kwa sababu hapa sasa hivi wanatafutana mchawi ni nani. Yani Watanzania wenzangu, yani najikuta nipo katikati, kwa sababu kila anko wangu yoyote yule niliyekuwa naye anahisi labda nampendelea anko huyu, na anko huyu anajua nampendelea anko huyu. Kwa hiyo mimi sielewi, ndio maana nikiwaambia Watanzania naingiaga sehemu, japokuwa mimi sio nikopo sivuti, sasa hivi napuliza kidogo ili angalau ili sasa nisipulize Watanzania mnisaidie kidogo ili niachane ya baada ya kupuliza, kwa sababu unajua kupuliza na kwenyewe pia unachanganya ubongo kidogo. Sasa huyu anko wangu aliyekuwa huko Dar es Salaam huko Mbezi, alikuwa yeye hajapata malikia wa kuishi naye. Kwa kuwa alikuwa hajapata malikia wa kuishi naye, basi alikuwa yeye anakula kwenye migahawa. Yeye alikuwa anakula kwenye mgahawa. Kwa bahati nzuri, bahati mbaya, mgahawa alikuwa anakula, kumbe mwali wangu ndipo alikuwa anapikia chakula. Ndipo alipofikia, na ni karibu na ndugu zake ambao waliomuita, kwa hiyo anapika chakula karibu na ofisi zake hapo. Kwa anko wangu mdogo Jackson akawa anaenda kula chakula maeneo yale. Wakati anaenda kula chakula maeneo yale, basi walikuwa ni kwa kuwa alikuwa hajamjua wala hamtambui, alikuwa hamtambui wala hajawahi kuoneshwa, kwa sababu kakake mpaka analipa mahari, anavalisha pete mwali wangu, yeye alikuwa hajawahi kurudi Kilimanjaro. Kwa historia ya Wachaga kama inavyofahamika bwana, Wachaga kila baada ya mwaka mwezi wa 12 lazima waende kuhani, kwenda kuhani na kwenda kuhesabiana. Sasa yeye kidogo
Jackson alikuwa tofauti kidogo kwa sababu yeye alikuwa busy sana na biashara, kwa hiyo alikuwa hajaja kama takriban miaka 3 kwenda 4. Kwa hiyo Jackson yeye kazi yake Dar es Salaam, alikuwa anapambana na biashara, ndio akaenda kwenye hiyo hoteli kwenda kula, akamkuta hiyo mwali wangu ambaye yeye hakumjua kama ni shemegi yake. Kwa hiyo basi mjomba wangu mdogo akawa ni mteja wa kwenda pale kula chakula pale bila kujua pale kuna shemegi yake. Na pale katika unajua wapishi bwana wakiwa wanapika chakula wanakula watu wengi, na watu wanaoenda kula pale huwa wanakula watu na matani. Mjomba wangu mdogo akawa anamtania na hisi walitaniana mpaka wakafika sehemu sasa wakataka kutengeneza wakaanza kutengeneza mahusiano. Walivyoanza kutengeneza mahusiano kwamba wakaulizana wao unakaa wapi, wakaelezana, kwa hiyo wote wakajulikana, wakafahamiana kwamba wote wametoka kaskazini Kilimanjaro. Basi wakawa ni marafiki kama ni marafiki wa kawaida, lakini sio mtu na dada yake. Tufahamu wa Tanzania wenzangu, sio mtu na dada yake. Kwa hiyo walipoanzisha urafiki ukaenda basi wakawa wapenzi, kwa sababu sio mtu na dada yake, wakawa wapenzi. Walipokuwa wapenzi basi mapenzi yalinoga, wakaendelea na mapenzi, ikafika hatua basi sasa yule anko wangu akamhamisha pale kwenye mgahawa na kumpeleka kwenye biashara zake ambazo anazofanya. Kwa hiyo alikupeleka kwenye duka la jumla pale, akawa yeye anafanya biashara pale. Na kuna wakati ulifika wakanipigia simu huyo anko wangu mdogo akanipigia simu akaniambia, bwana nimeshapata ubavu wangu wa pili, kuna wakati nitakutambulisha anko wangu, ngoja niendelee kukaa naye nimchunguze kwanza. Nikamwambia basi hamna shida anko, kama Mungu amekubariki umeshapata ubavu wako ni sawa, ni bora upate ubavu wako ambaye mtakayeelewana naye na maisha yaendelee. Basi waliendelea kuishi hivyo wakiwa wapenzi, lakini ni wapenzi kama mtu na mke wake, japokuwa hajajitambulisha kwa kuwa tayari ameshaondoka kwenye hoteli, yuko kwake anafanya kazi biashara kwake. Ndugu wa Tanzania wenzangu, bwana niseme labda hapa ndo pale vijana tunapofeli, kwa kuwa yani unamkuta mwanamke ambaye yuko juu kwa juu au mwanaume yuko juu kwa juu bila uulize historia yake, ameanzia wapi na amefikia wapi, ana nini alichomiliki, ili upate kujua unaanzia wapi na wewe. Bali wewe ukimkuta ukimpenda unampenda tu na kumchukua moja kwa moja na kwenda kuishi naye. Hapo ni kitu ambacho unaleta changamoto kwa wazazi. Ndio haya leo nikuta mimi leo mjomba wao wananiumiza akili yangu, kwa kuwa wazee wa zamani walikupo kwanza kabla ya kushiriki mahusiano yoyote lazima waende kwa wazazi na wachunguze kwanza huyu tabia zake na mwenendo wake. Ila sasa hivi vijana sasa hivi au kimwambia hata kama una mpenzi wako au mchumba wako, anaweza kukuambia huyu mchumba nani bana, hata kama kuna msebule mimi siwazi. Na hata mwanaume akisema mimi na mchumba wangu, kwamba mchumba nani, yani mambo ya kupuuza, lakini tamaduni zetu kuzivunja ndio tunaingia sasa sehemu mbaya. Ndugu wa Tanzania wenzangu, ndio endelea na mkasa huu kuelezea kidogo. Baada ya kuwa wapenzi, walinipigia simu mimi wakaniambia, bwana siku nitakapoleta biashara yangu huku Dar es Salaam basi nifike nyumbani kwa mjomba wangu ili niweze kumuona mkwe wangu, ili niweze kumuona mkwe wangu, mwali wangu, niwape baraka. Na mimi kweli mimi na miaka 40, lakini miaka nilionayo mimi, kwa kuwa ni mimi naangaliwa, sasa hakuna mwingine, hakuna wazazi wetu wawili wote walishakufaga na mimi nibaki peke yangu na wao manko zangu wawili. Mimi hii ni kama familia yangu, yani kama ni familia yangu, kwa siwezi nikafanya kitu bila kujadiliana nao. Kwa hiyo wao wananishirikisha mambo yao mengi. Kwa hiyo nilipokuwa nakuja basi mimi nilikuwa nakuja na mzigo, nikifika hapo mahakama ya Ndizi naweka mzigo wangu mahakama ya Ndizi, kwa kuwa gari ilikuwa narudi, kuna bahati nzuri gari inaweza kaja mzigo ukachukuliwa haraka basi gari karudi kwenda kufungasha mzigo mwingine karudi nalo. Kwa hiyo nilikuwa unawapa taarifa, basi kuna wakati mwingine nikipata nafasi tutakaa pamoja, nikija tutafika pamoja tukae tuyajenge. Wakaenda na mahusiano wao, na mimi na biashara zangu, na yule anko wangu mkubwa akiwa nyumbani kule akiwa anapambana na maisha yake ya kawaida, anasaka tu hela, lakini ni hivyo kwa shida, kwa sababu yeye alijikita kwenye kilimo, na kilimo cha kule kama unavyojua wakati wa kiangazi mvua jua la waka hamna cha mazao yanayotoka, yani wanategemea mvua tu. Sasa kwa hiyo bado hali yake ikawa ni tete, sio hali nzuri ambayo kuweza kumuita malkia yake arudi kaskazini kuja kuendelea na maisha yao kawaida. Basi anko wangu mjini huku wakawa wanaendelea na mahusiano yao. Kwa bahati nzuri yule mwali wangu akapata ujauzito. Alipopata ujauzito basi
Yule anko wangu kule nyumbani walikuwa nahisi wanawasiliana, kwa kuwa mimi taarifa alionipa anko wangu mdogo ambaye Jackson yuko Dar es Salaam, alisema kwamba mwali wangu yule alikuwa na mwanaume ambaye alikuwa amemtolea posa na alikuwa amemzalia mtoto mmoja, ila walikubaliana kwamba kama kinawezekana chochote kitu basi, kwa sababu wenyewe wameshashikamana, basi sio tatizo, wanaweza wakamrejeshea gharama zake yule aletwa posa na mambo mengine akaendelea. Kwa hiyo maisha yakaendelea hivyo, anko wangu akaendelea kukaa huku Dar es Salaam na mwali wake yule ambaye yeye hakujua kwamba yule ni shemeji yake, bali yeye kwa kuwa hajawahi kumuona na kama ninavyosema ndugu zangu, Jackson hajarudi Dar es Salaam, hajarudi Moshi muda mrefu kuja kuhesabiwa, na wala hakumjua shemeji yake kwa kumuona kwa sura, bali yeye alikuwa sometimes wanawasiliana tu, kama akiongea na kaka yake Jackson wanawasiliana, wakiwasiliana basi kaka yake Jackson anaweza kumpa shemeji yake akaongea naye. Kwa hiyo haikuwa ni rahisi yeye kutambua kwamba huyu ni shemeji yake, kwa kuwa vijana wa sasa hivi ile taratibu wameiacha, ile taratibu ya wazee, basi ndio maisha yao wanavyoishi, ndio akawa na mahusiano ya namna hiyo. Alipopata ujauzito basi waliishi maisha yao kawaida. Miezi 9 ilipofika wakampata mjukuu wangu. Alipopata mjukuu wangu tu basi walimpa jina la Jasmine. Waliniambia bwana, tumepata mjukuu, tumemwita Jasmine, wa jina wa dada yangu, wa jina wa dada yangu ambaye ni mama aliyewazaa maanko zangu wao, Jasmine. Kwa hiyo mimi nilifurahi, nikabariki, nikasema bwana, nashukuru Mungu kama ameweza kukuzalia, basi kwa sababu wanawake wa sasa hivi kumzalia mwanaume bwana ni lazima ujipange sana, kwa kuwa wenyewe wanaangalia ni wapi mfalme alipokuwa mfalme imara. Kwa hiyo nikabariki, maisha yakaendelea. Mnamo ndugu wa Tanzania wenzangu, nakumbuka kwamba mimi huyo mjukuu wangu alizaliwa mwaka 2013 nadhani, 2013 mwezi wa 12, 2013 mwezi wa 12, na wakaendelea na maisha yao ya kawaida, mpaka mtoto akatembea, na mtoto anatembea. Mwaka jana wakawa tunawasiliana, ananiambia bwana, mtoto mjukuu wako anatembea. Mwaka huu akanipigia simu anko wangu Jackson, anasema akanipigia simu anko wangu huyo mwaka huu, akaniambia kwa kuwa mtoto mpaka ameshatembea na hajaonana na wazazi wa mke wake, basi itakuwa sio vema, kwa kuwa linaweza likatokea alafu mambo mengine ikawa kwake ni changamoto. Kwa hiyo yeye akaniahidi kwamba atakuja ili tukajitambulishe ukweli, ili afahamike rasmi kwamba yeye ndio anayeishi na binti huyo. Na mimi sikumkatalia, nikamwambia ni jambo jema, kwa kuwa kweli leo tupo kesho hatupo. Mungu basi ndo atoe kibali cha haraka ili angalau mambo yote yawe sawa sawa. Nakumbuka mwezi wa 6 mwaka huu anko wangu alinipigia simu, akaniambia nijiandae kwa ujio wake mwezi wa 6 mwaka huu, nijiandae kwa ujio wake, na tarehe alionipangia mimi, aliniambia atakuja kwenye tarehe 10 mpaka 15, hapo katikati anaweza akawa amekuja, ili angalau tusolve jambo hilo. Kwa hiyo mimi nilibariki, nikamwambia sawa, ikiwezekana njoo ili tufanye mambo. Lakini mimi nilikopo wakati ananipigia simu nafanya biashara zangu, kwa hiyo kipindi hicho nilikopo Dodoma, nimepeleka mzigo, na nakumbuka nilikopo Dodoma ndio nimefika kwenye masoko, nikaongea naye. Lakini mimi wao anko zangu mimi nawasikiliza wao, kwa kuwa mimi cha kuwapangia sina, kwa sababu wao na wenyewe ni watu wazima sasa, na mimi napambana na majukumu yangu ya kila siku. Basi anko wangu akanisisitiza, akaniambia bwana, kama itawezekana anko, nilichokuwa na kuomba uandae utaratibu, jinsi utaratibu wetu wa Kichaga unavyokwenda, na utaratibu wangu singependa nikija huko nikae muda mrefu, kwa sababu biashara hizi huku nani atakayesimamia, natakiwa nirudi mapema. Kwa hiyo ningetamani ndani ya siku 2 au siku 3 niwe nimemaliza, nimefika kwenye biashara zangu, ili niendelee na biashara zangu. Nikamkubalia, nikamwambia anko wangu basi usiwaze, mimi nitawaita wale wazee ili tuweze kuyamaliza hayo wakati upindi utakapokuja. Ilipofika tarehe 13 anko wangu aliniambia anaanzisha safari ya kuja siku hiyo,
Nakumbuka tarehe hiyo 13 ya mwezi wa 6 ilikuwa ni siku ya Ijumaa, na kakake alikuwa ashampa taarifa ambaye yuko nyumbani kule, kwa sababu kwa kuwa mimi sikae na kakake nyumbani, kakake ambaye nyumbani mimi nafanya biashara zangu. Kwa hiyo naye alipewa taarifa na kakake alifurahia sana, akasema bana, ni heri mdogo wangu kama umeamua kujikomboa kupata mke, ni sawa, ni bora uje ujitambulishe ili angalau na mimi nimjue amjue shemeji yake ni yupi, ili aweze maisha yaendelee kwenda. Kwa hiyo tarehe hiyo alivyokuja, alitoka aliniambia anatoka kwa muda wa saa 11 alfajiri, na aliniambia kwamba atakapofika Kilimanjaro, kwa kuwa hata hawezi kufika nyumbani moja kwa moja akiwa na mke wake, basi akaniambia itabidi amrudishe nyumbani kwanza kwa wazazi wake yule mwanamke. Kwa hiyo afikishe nyumbani kwake yule mwanamke, na mke wake anakaa Rombo Mwika pale Mwika. Kwa hiyo walipofika njia Pandaimo alipandisha juu kwenda Mwika Rombo, akamfikisha malikia wake huyo kule Mwika. Alipomfikisha malikia wake kule Mwika, anaishi wakashusha mabegi kule, akamwacha kule na mambo yote kule. Kwa hiyo yeye alipotoka pale huyo tu kuja kutuchukua huku, yeye akiamini kwamba Ijumaa hiyo alipofika na kumwacha pale, basi Jumamosi tunaweza tukajadili pale, afu Jumapili tukatoka kwenda kujitambulisha sasa kule rasmi huko, hapo kujitambulisha kwa wazazi wake Rombo Mwika huko. Kwa hiyo sisi alipoenda kumshusha kule, muda nadhani alimfikisha kule, lakini majira ya muda wa saa 4 za usiku, saa 3 na madakika yake alifika nyumbani sasa Moshi kabisa, baada ya kwenda kumfikisha Rombo Mwika hapo. Kwa hiyo alipoenda kumshusha Rombo Mwika, yeye akaja moja kwa moja Moshi mjini, akaja moja kwa moja mpaka wilaya Hai. Alipofika wilaya Hai, kwa sababu sisi tunakaa Masama ya Rundugai, kijiji cha Mkalama kama nilivyosema hapo awali. Kwa hiyo alikuja mpaka Mkalama, tukawa tunaishi naye, tukakaa naye, tukampokea, akatuambia kwamba ujio wake ndio huo, lakini alikuja na marafiki zake wawili, na alikuja na gari lake nzuri tu, akaja nalo pale. Mungu alimbariki, kaja na V8 yake. Anko wangu mambo yake sio mabaya sana, hata mimi kamtaji kangu haka nakuzungusha sometime na kasisimua, ninapokwama na kasisimua. Nasema hivyo jamani wa Tanzania mnielewe, lakini sio kwamba ati ninaegemea upande wake, kwa sababu wako mkubwa naye pia ananilaumu mimi naegemea upande wake kwa sababu labda na hela alizonazo, ila hapana, wote ni watoto wangu. Kwa hiyo tulimpokea usiku, tukaongea kidogo kwa uchache, tukapumzika. Alfajiri tulipoamka basi nikawaita wazee ambao nilikuwa nimeshawaandaa, nikamuita mzee Kimaro, mzee Orasa na mzee Swai, ambao ndio wazee ambao ni majirani wa pale, ambao ndio wazee wetu ambao wa hekima, ambao ndio tunawategemea kwa busara zote. Kwa hiyo niliwaita, kwa bahati nzuri wazee, kwa kuwa nilikuwa nimeshawaahidi na tulikuwa tunawasiliana na anko wangu, basi walikuwa wako on tu. Kwa hiyo nilivyowaita walikuwa wako jumbani, wakasogea kwa haraka. Kwa hiyo ilikuwa ni muda wa saa 4 tukaanza kukalia kikao chetu cha kuongea na kijana wetu kwamba tufanye nini na tuanzie wapi na tumalizie wapi. Wazee walipofika, kwa kuwa kaka yake tuko naye pale na tunakaa naye nyumbani, basi na kaka yake alikuwepo, tulishiriki. Nikiwa kama mimi ni mzee wao wa jomba hao, basi mimi nilikuwa kama mwenyekiti, na kaka yake kwa kuwa tuko naye pale alikuwa kama katibu. Tukafungua kikao kile kikao tukakiendesha kwa amani, tukajadiliana tukajadili mambo kadha wa kadha. Na lakini alichokuwa anasisitiza yeye Jackson, alikuwa anasisitiza kwamba tusitumie muda mrefu sana, kwa kuwa biashara amezifunga huku, na kama unavyojua biashara ukifunga bana wateja wanaweza kukuama. Kwa hiyo alikuja akasema amejipanga kwa kila kitu, kwa hiyo yeye alihitaji kwamba tufanye vitu vyote kwa haraka ili amalize haraka aweze kurudi Dar es Salaam kuja kufungua biashara yake. Na alitegemea Jumanne, yani kama tutajitambulisha Jumapili, basi Jumanne na wenyewe Jumatatu waandae safari, Jumanne hao ameshafika Dar es Salaam kwa ajili ya biashara, kuendelea biashara zake. Kwa hiyo hata mahari hata nini alikuwa ameshajipanga vizuri, kwa kuwa yeye hakutaka mchango wote, kwa sababu anajiweza, ni mtu ambaye anajiweza. Yani nikisema anajiweza, ni mtu anayejiweza kweli, ambaye sio kujiweza sana kama hao mawaziri, lakini kwa hali yetu sisi ya kifamilia yetu, yeye kwa tu anajiweza. Kwa hiyo sisi
na sisi tunamtegemea yeye. Kwa hiyo sisi tulimpokea yeye, mawazo yake, na kwa kuwa alikuwa amejipanga kwa kila kitu na usafiri upo, hapa kuwepo na muda tena mwingine wa kuchelewa, kwa kuwa tulikubaliana kwamba wazee wale walikubali kwa kuwa tutaenda na posho za wazee zilikopo zipo wazi, kwa kuwa Jackson alikuwa amejipanga kwa kila kitu. Kwa hiyo hatukuchelewa kweli. Jumapili ilipangwa tuende Jumapili kweli. Kwa hiyo Jumapili ilipofika muda wa saa 2 alfajiri tuko tunajiandaa, muda wa saa 2 tukajiandaa. Tulipojiandaa muda wa saa 2 basi saa 4 ilipofika tukapanda kwenye gari aina ya V8 ya anko wangu huyo, tukiwa mimi, Mzee Kimaro, Orasa na Mzee Swai na huyo na yule kaka yake anko wangu, huyo kaka yake ambaye tulikuwa naye kule nyumbani na marafiki zake wawili. Kaka yake alipendekeza aendeshe gari yeye. Kwa hiyo kaka yake alikuwa anaendesha gari yeye, kwa sababu kaka yake alisema bana, kweli mdogo wangu V8 sijawahi kuendesha, na akatamani kuoshea angalau na yeye aendeshe, ili maswaiba wake wamuone angalau na yeye kidogo anatamba na mdogo wake. Kwa hiyo safari yetu ikaanza mdogo mdogo tu tukawa tunaelekea kwenda, tukaenda. Tulipofika katikati ya safari yetu, ni njia panda ya Himo pale, ilikuwa ni muda inapata muda wa saa 6 kama na madakika. Kwa kuwa tulikuwa tunaenda Ukweni, na mimi Ukweni huko nilikuwa sijafika, nikawaambia bana, na mimi nitoe kidogo aibu kidogo, nitoe ile soni, kwa sababu mimi ni mzee kidogo wa kugonga kidogo maji. Basi nikawa nakunga maji kidogo pale, nikachukua mbege yangu na kikonyaji kidogo, nikawa nimechanganya pale, nikawa natoa aibu kidogo. Kwa hiyo pale tulikuwa tunakaa pale tunaongea pale, simu zilikuwa zinapigwa kwa Jackson kutoka kwa mwali wangu, anamwambia msichelewe, mambo yote yako tayari na vinywaji vyote viko tayari na vyakula vimeshaiva. Kwa hiyo tusichelewe, tuwahi kwa haraka ili mambo yaende kama yalivyopangwa ukule Ukweni. Kwa hiyo sisi tukagusagusa kidogo pale, tukaanza safari kwenye muda wa saa 6 kama na dakika 45 ndo tukaanza kuondoka tena. Tukaondoka tunatafuta Rombo, maeneo ya Mwika, tunaenda Mwika. Sasa mimi nikafurahia, nikasema labda mwali wangu, kwa sababu kuna mwali wa kwanza wa anko wangu naye alitoka Rombo huko. Nikasema kweli watoto wangu wamepata mwali wa Rombo, na mwali wa Rombo ana heshima, na kwa kuwa mimi ninavyowaelewa mwali wa Rombo amefundishwa kwa hekima, basi nikajua basi manko zangu wataishi kwa amani. Tuliposogea tukafika Mwika. Tulipofika Mwika, yule anko wangu mkubwa akamwambia mdogo wake, akasema mbona mdogo wangu kama vile ya maeneo yote mimi nafahamu, kwa kuwa huko na mimi ndio nilikomtoa shemeji yako, huko ndio nilikompatia shemeji yako. Kwa hiyo maeneo haya mimi hapa kidogo naweza nikafahamu, na tukitoka huku kujitambulisha kwa shemeji yangu huyu, basi na mimi nitakupeleka kwa shemeji yako mahali nilipomchukua. Kwa hiyo tukawa tunaenda huko tukipiga story tunacheka. Ndugu mwandishi, tukumbuke kwamba anko wangu mkubwa alikuwa tayari ameshapata mtoto na yule mwali wangu ambaye aliyeondoka kwenda Dar es Salaam kwenda kufanya biashara, na yule mtoto wa kwenye makubaliano yao alimrudisha nyumbani kwa mzazi wa mama mkwe wake ili kulelewa, kwa sababu alikuwa ni mdogo na sisi pale nyumbani hatuna mzazi mkubwa kuwalelea. Sisi tulikuwa tumebaki sisi, mimi na manko wangu tulikuwa tunahangaika. Kwa hiyo tulikuwa kibusara, tulikuwa tumeshaelewana kwamba tukitoka kujitambulisha lazima tupite kwa mkwe wake ili kwenda kumuona yule mtoto, kumsalimia na kumjulia hali, ili angalau waone uwepo wetu na sisi kwamba tunajali. Kwa hiyo sisi sasa tulipofika barabara ile kubwa, tukaiacha ile njia ya Mwika ile ya kwenda juu huko Mkuu, basi tukaingia njia ambayo ya kwenda sasa ndani kwenye nyumba za ndani. Sasa kaka yake Jackson akamuuliza Jackson, mbona hii njia tunayoelekea kama ndio huko tunapo, na mimi nilielekea njia hii, na mimi kweli nikaangalia ile njia nilienda awali na kaka yake kutoa posa, ndio hiyo njia. Mdogo wake Jackson akasema njia ndio hiyo, lakini unaweza kuta sisi tunaenda mbele zaidi, au tunaweza tukakuta tuko nyuma zaidi, tunarudi nyuma zaidi. Basi kwa hiyo sisi tukawa tunaenda tu, tukasema basi angalau basi twende tufike tuangalie mambo yanavyokwenda. Tulipofika mbele kidogo, basi kwa mbele yetu kama mita 50 hivi, tukaona kwamba kuna simpa mepambwa, pana mapambo mazuri, kuna maturubai na muziki unalia pale. Kwa kuwa kaka mtu ndiye alipandisha gari kwanza, akasimamisha gari.
akamuuliza mdogo wake Jackson kwamba wewe Jackie, kwamba ni pale tunapoelekea pale au ni wapi au ni kuna sehemu nyingine? Jackson akamwambia ni pale pale tunapoelekea, kwa sababu jana pale juzi ndio nilipomleta shemeji yako nikamshushia pale na ndipo hapo tunapoelekea. Kwa hiyo kaka kwa kweli ndio alikuendesha gari na alikuwa ameshapunguza mwendo, basi akapaki pembeni kwanza. Kaka yule anko wangu akaniuliza mimi, akaniambia mjomba wewe pale kwenye ule mparachichi pale na pale kwenye ile mwembe pale, si ndipo tulipokuja pale na sisi siku hiyo tukatoa posa pale. Nikamwambia ndio pale, lakini nyumba sio zimepakana pale, lakini sejebu uwanja labda ndio ule, lakini ni mtu mwingine. Kwa kuwa na mimi mwenyewe nikapata wasiwasi, lakini sikupata wasiwasi wa moja kwa moja kwa kuwa ni kitu ambacho mimi mwenyewe sifahamu. Kwa hiyo na hata anko wangu mkubwa ni kitu ambacho yeye mwenyewe hakufahamu. Kwa hiyo nikamwambia bana, labda ni sehemu nyingine, labda pale ndio sehemu tu kufanyia, waliona tu ni sehemu nzuri tu kufanyia, ni sehemu zao labda wafanyia, kwa sababu mara ile tulikuja tukukuta imefanywa hapa na hatujawahi kurudi tena. Wakati tunajadili pale sasa tushuke tuende kule, anko mdogo akasema kwani kuna tatizo gani, kwani tusiende na kaka? Kaka yeye akasema kama wazee wameamua hivyo basi wewe nenda. Akamwambia kaka, mimi maliki wangu naye muoa, sio maliki wako, ngoja nikuonesha picha yake. Kwa hiyo akatoa simu yake kubwa akamuonesha picha yake. Kweli alipomuonesha picha yake, mimi nimeona kwa mkubwa kama amestaajabu, kwa kuwa mimi yeye ndo alikuwa anaangalia. Kwa hiyo mimi nikabaki naangalia kwamba nini alichokiona. Akanirudishia simu, akaniambia hebu anko, mjomba wangu angalia hii picha, ni picha ya nani? Nikamwambia hii picha kama inafanana na mwali wangu ambaye ndio tulikuja tukaposa hapa tukamchukua, lakini huyu sasa hivi kapendeza kwa sababu mara ya kwanza tulivyokuja kumposa mwali wangu alikuwa na alama hapa kwenye paji la uso karibu na kwenye hii apron hii hapa, alikuwa na alama, na hiyo alama ilikuwepo na hatukuwahi kumjaji ni ilitokea nini, ila sisi tuliona hiyo alama na ile alama ipo, lakini sema yeye ndo kanenepa sasa, lakini ile alama ipo. Kwa hiyo nikasema ndio yeye, mimi nikajua tu ndio yeye. Kwa hiyo anko mkubwa alivyoona kwamba tatizo, alivyoona kama mambo ndio hayo, akaona kama ni tatizo kubwa. Kwa hiyo akasema nyinyi nendeni, hebu nyinyi niacheni kwanza, alafu nyinyi nendeni afu mtaniletea mrejesho. Kwa hiyo sisi na mzee wakina mzee Orasa na mzee Kimario na marafiki zake wawili wale na kiwepo na anko Jackson, tukaondoka tukasogea pale kwenye ile sherehe palipoandaliwa sehemu ya sherehe. Tukapokelewa vizuri. Tulipopokelewa vizuri, ndugu mwandishi, tulipopokelewa vizuri, tulipofika pale tukakaa kwenye viti. Tulipokaa kwenye viti, walipokuja wako upande wa binti. Kweli mwandishi, yani ukistaajabu ya Musa utayaona Firauni. Yani wakwe mimi nilivyovuta kumbukumbu ni wale tuliowapelekea mahari kutoka kwa kaka yake huyu Jackson. Sasa sijui mfumo huo ni Mungu amepanga, kwa kuwa mimi sielewi. Yani pale nilibaki kwa kuwa tulienda mara ya kwanza tulipeleka mahari na mzee mmoja na hao wengine wazee wengine hawakuwepo, pia wenyewe hawakujua kinachoendelea. Tukawa tunaminyana mimi na yule mzee mwenzangu, bwana umeona kinachoendelea? Mzee mwenzangu akaniambia bwana tutulie kimya tuangalie kinachotokea hapa, kwa sababu sasa tayari hapa kama vile mambo yameshaharibika. Kweli tukakaa hapa tukanyamaza kimya, pale kulikuwa na msemaji wao tukaanza akaturuhusu tujitambulishe, tukajitambulisha, akaruhusu upande wao wajitambulishe, wakajitambulisha sawa. Na sasa tulivyokuwa tumejitambulisha pale, Jackson yeye basi, kwa sababu Jackson alisema alijipanga kwa kila kitu na akasema kwamba anataka kwenda kumaliza na mahari. Kwa hiyo mimi nikabidi nimbonyeze Jackson nimwambie kwamba kwa kuwa hapa imetokea sintofahamu na kwamba sisi wenyewe hatujaelewa, basi tukubali tu tujitambulishe na watupe taratibu zao, na ukishatupa taratibu zao basi tutakuja kulipa baadaye, ili tukakutane na kaka yake tuweze kuyajenga mambo haya. Sasa tulipokuwa tumemaliza hayo, tulivyojitambulisha walipotupa taratibu zao, basi sisi tukazipokea. Tulivyozipokea, lakini na wenyewe pia upande wa mama wa binti walikuwa na wenyewe wanamnong'ona, kwa sababu hawakujua Jackson ni anahusika na familia yetu tena, bali na wenyewe walishangaa, wakabaki wanashangaa. Yani hata zile furaha zilikuwa tena ni furaha kama vile ilivyokuwa inatarajiwa. Kwa hiyo tukafanya zile sherehe tulivyofanya sherehe, tukamaliza zile sherehe,
Tulimaliza sherehe muda wa saa 12, nadhani muda wa saa 12:30. Zile sherehe tulipomaliza tukachukua taratibu zao ili turudi sasa tukajadiliane namna ya kuzifanya taratibu na namna ya kuwaweka ndugu sawa. Tulivyotoka pale tukarudi kwenye gari, tukamkuta kaka yake Jackson yuko sehemu ameshautwika. Yaani kautwika kweli kweli yani. Akasema kwani mjomba umeona nini kule? Tukamwambia mjomba tutayaongea nyumbani kwa kuwa mambo mengine tukiongea hapa inakuwa sio rafiki sana, lakini tutaongea kule nyumbani kwa kuwa mambo yote ni mazuri tu, hakuna kitakachoharibika. Madam tupo wote hapa hakuna kitakachoharibika. Kwa hiyo tukapanda kwenye gari tukarudi nyumbani Hai Mkalama, tukafika Mkalama. Kwa hiyo tuko tumechoka sana, watu walikuwa na mawazo mengi. Tulimwambia basi tufanye utaratibu huu, tukubali tufanye kikao Jumatatu jioni, lakini Jumatatu jioni pia akasema kwa nini tufanye, kaka yake Jackson akasema kwa nini tufanye Jumatatu jioni, kwa nini tusifanye asubuhi? Kwa kuwa muda ni mali, ni kama alivyosema mdogo wangu muda ni mali, tufanye Jumatatu asubuhi. Kwa kuwa na tukamwangalia kaona kama yeye amepaniki, anko wangu mkubwa nikaona yeye kama amepaniki, anataka mambo yote ajue mapema kila kitu kinavyoenda. Ila tukamtuliza pale, tukamwambia wala usiwaze, mambo yote yatakuwa mazuri. Kwa hiyo tulipopumzika tukaamka asubuhi, tukakubaliana na wazee basi tufanye muda wa saa 4 kile kikao. Ilipofika muda wa saa 4 asubuhi kesho yake siku ya Jumatatu, basi tukakutana pale kama tulivyoenda kule kujitambulisha, tukiwa mimi mzee Kimario Orasa na mzee Swai na marafiki wake wale waliotoka mjini wa Uncle Jackson, waliotoka wote mjini na kaka yake Jackson, tuko pale. Mimi ndugu zangu wa Tanzania nikiwa na shangaa, mimi sikuwa sielewi cha kufanya kwa sababu sasa sielewi kwanza huu muunganiko ulitokana na vipi mpaka tukaja wakagongana wale. Kwa kuwa Dar es Salaam ni kubwa na mahali walipokuwa ameenda tena sehemu ile. Kwa hiyo mimi sikuwa na cha kuongea na wale wazee kwa na kuongea sana tuliamua kuachia kwanza wao anko wangu mkubwa na anko wangu mdogo Jackson wajadiliane, waseme ni nini kifanyike ili sisi tuchukue sasa yale mawazo yao tuweze kuyafanyia kazi. Kwa hiyo walijadiliana pale mambo mengi. Wakatoa mambo mengi mawazo yao, lakini mzee Kimaro pale alichangia mmoja yake akasema yani kama itawezekana basi yule binti basi aweze kukaa miezi sita kwa Jackson, miezi 6 kwa kaka yake. Kwa kuwa kile kikao kilikuwa kina changamoto kubwa, tulitumia masaa takriban 6-7 bila kupata jibu sahihi. Na mzee Kimario alichoongea alikuwa anaongea kilugha. Alikuwa anasema kama hii chidimi kale bwana ale ndukatule bwana ale nande na Jackson Mirista alafule Mirista ingile na sheka na kaka yake, kwa sababu hiki kino kia ajabu cha fumeadi, kwa sababu le esili oma ya kio kia tokiani. Kwa hiyo kwa alivyokuwa anasema, mimi nikitafsiri kwa anasema bwana basi akae miezi 6 kwa Jackson, akae miezi 6 kwa kaka yake, kwa kuwa hii imekuwa ni kitu cha ajabu duniani, hata yeye mwenyewe hajui kilichotokea, hajui kinachotokea. Kwa hiyo huo mdahalo ukao unaenda hivyo. Ila kaka yake mkubwa ambaye ni kaka yake Jackson ambaye ni anko wangu alitoa neno moja ambalo yeye liliweza kidogo kaangalau kutoka tunalisikiliza kwa uhakika kidogo. Alisema kwa sababu imekuwa ndio hivyo basi inawezekana basi yule mwanamke basi wamwache wote kwa pamoja. Yani Jackson amwache na kaka yake pia amwache, kwa kuwa wamechanganywa sehemu moja. Sawa. Kwa hiyo kwenye kikao pale alivyopendekeza kaka yake Jackson ikawa ni hivyo. Ila mzee Swai naye akapendekeza mawazo yake, akasema basi kwa sababu ndio hivyo, yeye akapendekeza maoni yake kwamba kama inawezekana basi yule binti ajengewe nyumba ya kwake peke yake, akae na watoto wale, kwa kuwa wakimwacha tu na wakati wana familia wana watoto pale itakuwa sio jambo zuri, na wale watoto hawatakuwa wanaishi maadili mazuri, wataona kama wametelekezwa. Lakini yote kwa yote tulivyojadili pale, walivyojadili wazee wote na paka na wale rafiki zake Jackson alitoka naye mjini, waliona ni vema kwamba kama inawezekana basi wamwache kwanza, kama ni kumjengea basi watamjengea baadaye, lakini kwanza awali yote wamwache kwanza, ili kitakachotokea mbele sasa kitafahamika, kwa sababu
tulikuwa tunataka tukatoe posa na posa imeshindikana kutoa posa na tumekuta watu wamegonganishwa. Kwa hiyo cha msingi tumuache kwanza alafu tuangalie busara gani itakayotumika tena. Wakasema kwa kuwa wakifanya jambo ikiwa jambo hilo litakuwa ni amani kwa kuwa hawatagombana tena ndugu wa baba mmoja watakopo wote wataishi kwa amani. Kwa hiyo mwafaka ulivyofikia hivyo document tukatolewa document pale wazee wakaandika tulivyoandika zile habari basi wazee wakasaini walivyosaini tukapeleka upande wa ukweni. Tulipeleka upande wa ukweni Jackson yeye hakuwa na cha kubisha lakini hatukujua anawaza nini wala kakaka hatukujua anawaza nini ila sisi wazee tuliona utaratibu wa tuutumie huo ili tuendelee utafakari mambo gani mengine atakayoendelea huko mbele. Jackson iliyofika siku ya pili yake aliondoka na marafiki zake wakarudi Dar es Salaam kuendelea na biashara zake. Kwa hiyo safari ikaanza Jumanne. Kwangu Jackson akaanzisha safari yake Jumanne. Watu wote tukawa tuna amani, tukajua pale mambo yote sasa yatakuwa yanaenda kwa amani. Jumatano mimi nikaendelea na kazi zangu ndugu mwandishi wa habari Mzee Mkoi, nikaendelea na kazi zangu za kujenga taifa, kufuata mizigo yangu Migombani. Alhamisi nikaendelea na kazi zangu, mambo yakawa ni kimya, sikupata simu yoyote. Kumbe ilipofika Alhamisi ile pale Alhamisi kumbe yule mwali wangu kule ukweni sijui aliongea na Jackson, sijui alipata aliongea taarifa, sijui alijua Jackson kaondoka, sikuelewa. Ila alifungasha siku ya Ijumaa virago vyake akarudi Dar es Salaam. Ndugu mwandishi wa habari aliporudi Dar es Salaam akarudi mpaka kwa Jackson. Alifika kwa Jackson alifika kwenye muda wa usiku, kwenye muda saa 2 kasoro. Kwa hiyo Jackson akampokea kwa kuwa sasa yuko na mtoto wake na hawakugombana, labda kugombana mambo tu yametokea kwa sababu yeye hakuelewa. Na yule mwanamke kikubwa ajitetea anasema kwamba nilikuambia kabisa kuna mtu alinitolea na mahari na nini nikasema tutamrudishia na nilipata naye mtoto mmoja. Mimi si kujua kwamba ndio yule ndugu yako wala mimi sikujua chochote. Kwa hiyo alikuwa anatoa please nyingi kwa Jackson alikuwa anaomba sana. Sasa Jackson yeye hakuweza kumwacha nje basi akamwambia akaribia ndani. Kipindi hicho mimi ndugu mwandishi wa habari mimi sikujua chochote. Sikujua chochote na nilikuwa na kazi zangu kama ninavyokuambia. Yaani haya nakwambia ni baada ya kupata taarifa hizo. Sasa kati ya Ijumaa sikumbuki labda Ijumaa au Jumamosi hivi nadhani Jumamosi au Jumamosi hivi nilikapigiwa simu na kaka yake Jackson akilalamika akisema mjomba mbona unanifanyia mimi hivi nikamwambia nakumbuka kipindi hicho alinipigia simu mimi niko Marangu Mamba kule nakusanya mzigo wa ndizi akaniambia mbona mjomba unanifanyia mimi hivi nikamwambia nimekufanyia tena mjomba akaniambia kwani siku ile mlikubaliana nini wakati mnaenda kula sherehe ya kutambulishwa kule nikamwambia hakuna chochote tulichokubaliana mjomba zaidi ya kile tulichokubaliana kwenye kikao kile tulichokaa nyumbani kule akaniambia mbona yule mke wangu amerudi kwa mdogo wangu tena yupo Dar es Salaam. Mimi hapo ndugu mwandishi wa habari nikastaajabu. Wani hata sikujua cha kufanya. Akia Mungu nikamwambia akia Mungu na hapa anko wangu mimi sijui chochote na sijui chochote kweli. Na hata ninaposema hivi mwandishi wa habari mimi sijui chochote. Yaani juu ya mawasiliano nao kwenda kurudi kule. Lakini anko mkubwa akawa ananilaumu mimi sana ananiambia anko kwa hiyo kwa kuwa mimi sina kitu ndio unanifanyia mimi hivi. Yaani kwa kuwa mimi mimi maisha yangu ni magumu ndio unanifanyia mimi. Kwa hiyo ako mdogo amekupa pesa wewe unasimama upande wake. Nikamwambia anko wangu mkubwa mimi sijui chochote utanilaumu bure na utanishtaki bure. Ila anko wangu mimi sijui chochote. Akabaki analalamika tu anasema au kwa sababu wazazi wetu hawako hai na wewe ndio mzazi wetu uliobaki kwa ajili yetu hapo kutusimamia. Sasa leo hii mbona wewe unasimama upande mmoja? Kwa hiyo hizo lawama zimekuwa zinajirudia na sio kama zinajirudia mpaka leo hii zinajirudia na huwa mimi nashindwa kupata majibu ya moja kwa moja. Hivi nifanye nini? Ndio maana nimefika kwenye media hii. Ndugu mwandishi wa habari Mzee Mkoe ndio maana nikafika hapa nikasema Watanzania wenzangu jamii nao tuzunguka basi
iweze kunisaidia mawazo na mimi ili angalau nipate mawazo mawili matatu kwa jamii ya wenzangu, jamii yangu, kwa kuwa mpaka leo hii anko wangu huyu analalamika na mimi mwenyewe sijui ni nani aliyetoa siri hii na sijui ni shetani gani, kwa kuwa mimi yule anko wangu sasa hivi mkubwa alichokuwa anahitaji sasa hivi alifika mwafaka mwisho, alisema yeye anataka kwenda sasa kwenda kumshtaki mama mkwe na kumshtaki mke wake, kwa kuwa anaona anadhulumiwa, kwa kuwa ameshatoa posa, ameshatoa na anapeta ameshamvalisha, ila yaliyotokea sasa yeye hajui, ila anaona kama amefanywa ukatili. Kwa hiyo mimi nimeona kabla hajafika huko nije EFM hapa, kwa kuwa ndio jukwaa la kero na jukwaa la kuweza kupeana maarifa kabla hao watu hawajafikishana mbali, kwa kuwa aliahidi mambo mengi sana, akasema mimi naweza nikafa, alafu basi ukae na huyo anko wako mdogo. Basi mambo yalikuwa ni mengi sana. Kwa hiyo mimi, Watanzania wenzangu, Waafrika wenzangu, naombeni kama kuna wazee wenye busara angalau waweze kunisaidia kutoa maoni yao, watoe maoni, kwa kuwa maoni mimi nitasikiliza EFM moja kwa moja na mwandishi atanipa taarifa hizi dini ikifanyike juu ya maoni yenu. Basi nilichokuwa naomba Watanzania wenzangu mnisaidie sana, kwa kuwa mimi nimefika mwisho. Yaani nikiwaambia sasa hivi mimi anko wao sasa hivi hata biashara hizi za kufanya biashara nafanya biashara, lakini ninatembea na biashara. Juzi nimesahau mpaka na hela sokoni, kwa kuwa yaani napigiwa simu za lawama tu mpaka nafika sehemu sasa mimi kama nilivyowaambia, na yaani najificha kichakani hata nipulize moshi kutuliza stress kidogo. Naombeni jamani mnisaidie Watanzania wenzangu. Ndugu mwandishi wa habari, niliponipigia simu nikiwa kule Marangu nafungasha mzigo, nilitoka na mzigo kweli nikaupeleka sokoni, kwa sababu soko lenyewe kwa napeleka Kibaigwa. Nilipofikisha Kibaigwa, nilipomaliza kufanya mambo hayo, basi nikarudi nyumbani moja kwa moja kwa anko wangu, kwa sababu anko wangu alikuwa na yeye anasema bwana mimi yeye mwenyewe anaweza kajiua. Kwa hiyo akasema kuliko nipoteze anko bora nirudi pa nyumbani kwanza niamalize haya. Kwa hiyo nilipofika nyumbani na sikumbuki nakumbuka vizuri kwamba nilifika nyumbani siku ya hali Hamisi wiki ya pili yake. Wale wazee tulichokubaliana pale walisema basi tumuite anko mdogo kutoka Dar es Salaam aje na huyo mke wake ili tuje tuyaweke mambo sawa, na yule mke wake tumwambie ukweli kilichotokea, kwa kuwa mambo hayo yeye hakuyajua, tulikujadili sisi kwa sisi tu, tukapeleka tu barua kule. Kwa hiyo naye hakuwa na cha kuongea, labda angeweza kuja pale kwenye kikao akawa na cha kuongea na yeye pia. Kwa hiyo tulikubaliana tumuite Jackson aje. Jackson yeye akasema akaahidi atakuja. Ilikuwa ni siku ya Alhamisi hiyo tulikubaliana. Jackson akatukamwambia basi aje haraka, akasema basi Jumamosi anaweza akaja. Jumamosi wiki hiyo akaja, lakini hakuja na yule binti. Alikuja peke yake. Alikuja peke yake na gari ndogo nyingine, lakini sio gari ile tena aliyokuja nayo. Kwa hiyo akasema tukakaa, alipokuja Jumamosi hiyo kikao kikaliwa Jumapili. Tukakaa Jumapili, akawa sasa wazee wote wapo ambao tunaenda kujitambulisha kule. Ila alikuja na rafiki yake mmoja, yule rafiki mwingine naye alikuwa mpata safari ameenda Zanzibar, alisema anaenda Zanzibar kwa sababu naye alikuwa anafungasha mizigo Zanzibar kuleta bara. Kwa hiyo alipokuja Jumamosi ile pale tulala, Jumapili tukafanya kikao kuanzia saa 3, kikao tulianza saa 3 mapema tu, kaongea pale. Yeye akasema Jackson alijitetea akasema kwamba yeye alishindwa kumfungia nje au kumkataza kuingia ndani, kwa kuwa cha kwanza yeye yule mwanamke ana mtoto ambaye kuja naye pale mtoto ni mdogo na hajua anaenda wapi na yeye amefikia kwake. Alafu akasema yule mwanamke alipokuwa anamkatalia kuingia ndani na kumwambia bwana inabidi ukakupangishie nyumba ya wageni ulale, alisema atajiua, kwa kuwa sasa yule mwanamke nahisi nikiwa mimi kwangu nahisi kwa sababu mwanamke yule kwangu Jackson yeye maisha yake ni mazuri, na mwanamke yule pale maisha na yule mwanamke huko awali huko nyuma huko na yeye alikuwa ameshapoa maisha mazuri, ameshanunuliwa na kigari kidogo cha kwake cha kutembelea. Kwa hiyo yeye alikuwa anaona kurudi nyuma pia, alikuwa anaona kabisa ni ngumu kwake kurudi nyuma, alikuwa anaona ni ngumu kurudi kwa kaka yake Jackson. Kwa hiyo yeye alichoona, yeye aliona kwamba ni vema yeye aendelee kukaa na Jackson, kama itashindikana basi ni bora afe. Kwa hiyo ndugu mwandishi wa habari, tulikajadiliana pale
Tulivyojadiliana pale, Jackson alivyomaliza kueleza pale, basi kaka yake ndio akasema kwani kumwambia aende chumba cha wageni au kumfukuza ingekuwa ni vipi? Kwa hiyo yeye unaona yeye ni bora yeye asife au ni bora mimi nife? Kwa hiyo akamwambia wewe unataka mimi nife au unataka anko mdogo? Akasema bwana mimi sitaki hata mmoja nimpoteze kati yenu kwa sababu ya mambo yote mimi mwenyewe sijui, na wewe kaka wala sikujua kama ni wewe mfunga naye ndoa, naona kama vile ni majaribu tu. Kwa hiyo kaka yake Jackson akatoa ushauri akasema alichokuwa anaomba yeye maamuzi ya mwanzo tuliyokubaliana basi yaheshimiwe, na kama hayataheshimiwa vinginevyo ataenda kushtaki kwa kuwa yeye ana haki ya msingi, anajulikana pia na yeye na ameshatoa posa na ameshamvalisha pete. Kama mnavyojua Watanzania wenzangu, ukishamvalisha mwanamke wako pete au mwanaume ukimweka pete tayari huyo ni wa kwako, ila na anatambulika kwa sababu ni kisheria, na kama alishatoa mahari ameshatoa mahari na tulimaliza, kwa hiyo hana haki ya kushtaki. Hivyo mimi nika support hilo, ila nikarudi kwenye mawazo ya wazee tuliokuwa nayo awali, kwa sababu kuna mzee wangu mzee Swaya alisema kwamba kama inawezekana ajengewe nyumba akae na watoto yeye mwenyewe huko. Lakini ikaonekana kuna mzee wangu nani akasema kwamba mzee Swaya mzee Kimario akasema kwamba haitawezekana kwa kuwa kama ameshatengeneza mapenzi na mdogo wake hawezi wakaachana, lazima wataenda tu kwenye hiyo nyumba na kuendelea mambo yao kuyafanya. Sasa kama wataenda kuendelea kuyafanya mambo yatakuwa ni yale. Kwa hiyo mimi ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, mimi mpaka hapa sasa hivi napoambieni kikao hicho kiliisha wiki iliyopita. Yaani Jumatatu ya wiki hii ndio wameondoka ameenda. Sasa hapa kuna mawili, kumpoteza mmoja kati ya hawa, kumpoteza yule mwanamke kule mwali wangu, au kumpoteza anko wangu mkubwa, au kushtakiwa au kutengeneza uhasama kuja kujeruhiana. Ili kabla tujafika huko, ndio maana nimekuja kwenye jukwaa hili la EFM kuweka mambo haya na huu mkasa wangu kwa Watanzania wenzangu, ili tuweze kushauriana wote kwa pamoja, na mimi nipate mwanga namna kuwaeleza maanko zangu hawa ili waishi kwa amani, kwa kuwa mimi na maanko zangu ndio tumebaki na mapambano yanaendelea. Mimi kweli sikubahatika kupata mtoto. Mimi hawa maanko zangu ndio nawategemea kama watoto wangu na nawategemea kama maanko zangu. Kwa hiyo ndio maana nikaja hapa Tanzania mnisaidie. Mwandishi wa habari mzee Makoe, kama unavyonijua taarifa hizi nilikutafuta muda mrefu, ila muda hukuwa na muda rasmi. Kuna wakati nikupigia simu ukaniambia uko Dodoma kikazi, ila sasa hivi kwa sababu nilikuja ukaniambia unarudi mapema, kwa hiyo mimi nilikuja nikafanya biashara, nikaona tu bora tu gari liende afu mimi nikusubiri wewe tumalize tuweze kuongea haya yaishe. Naombeni wa Tanzania wenzangu mnipe ushauri kwenye redio yetu ya EFM. Nitasikiliza ushauri wenu chini ya mwandishi Mkoi TV. Nitapata majibu ambayo yanaweza kuwasaidia hawa watoto. Asanteni sana ndugu zanguni. Binadamu ni mapambo ya dunia. Binadamu ni mapambo ya dunia. Masikini na tajiri kitu kimoja. Masikini na tajiri kitu kimoja. Yote hayo ufalume uko kwa Mungu. Yote hayo ufalume uko kwa Mungu. Mkoi TV.